نويت التعلم والتعليم، التذكر والتذكير، والإفادة والاستفادة. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Bismillah, tunaendelea na darasa zetu katika kupeana faida mbalimbali ndani ya dini, na leo tutakumbushana kutokana na msimu tulionao jambo la kuchinja. Tunafahamu ya kwamba tuko tayari ndani ya Dhulhijja, ikiwa leo ni mwezi mosi Dhulhijja, mwezi ambao ndugu zetu waliokuwa na wasaa wa mali wako kule katika kuitekeleza nguzo ya 5 ya Uislamu, nayo ni ibada ya hija. Sasa katika hili kuna mambo ya kushirikiana nao wao kule, likiwemo hili jambo la kuchinja. Ama ndugu zangu Waislamu, katika jambo la kuchinja ni kisa ambacho tumekipata kutoka katika athari zilizo sahihi, kama inavyofahamika kisa cha Nabii Ibrahim alayhi salam, pale alipokaa. Twende katika kukikata angalau kwa kifupi tupate faida hii ya kisa na asili hii ya sisi kutakiwa tuchinje. Nabii Ibrahim alayhi salam, baada ya muda mrefu kukaa akiwa si mwenye kupata mtoto, mara alipomwelekea Mola wake Allah subhanahu wa ta'ala, pale aliposema ndani ya Qur'an, Rabbi habli minas salihin, ewe Mola nipe mtoto awe miongoni mwa watenda wema. Allah subhanahu wa ta'ala akamjibu akasema, fabasharnahu bighulamin halim, tukampa habari njema yeye ya kuwa atampata mtoto ambaye moja ya sifa yake kubwa hiyo, mtoto huyo ni mpole mno, naye si mwingine ni Nabii Ibrahim Nabii Ismail alayhi salam. Baada ya kumpata mtoto huyo, kama kisa kama ninavyosema tunakikatakata, ndipo ilipokuja amri siku katika masiku kutakiwa amchinje mtoto yule. Allah subhanahu wa ta'ala anatubainishia hilo katika surati As-Saffat aya ya 102 mpaka aya ya 108, katika kisa hiki ambacho ni maarufu kirefu, lakini tukigusa kwa kifupi ili tupate asili ya nini, kwa nini tunatakiwa tuchinje katika siku hii. Allah subhanahu wa ta'ala anasema, falamma balagha ma'ahu as-sa'y qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madha tara qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insha Allah min as-sabirin. Aya hii inahadithia au inatubainishia kwamba zama Nabii Ibrahim katika ibada ile, alipofika sehemu ile ya kusai, alienda akamjuza mwanae ndoto ile ambayo aliletewa. Akamwambia, yeye kijana changu, inni ara fil manami, hakika mimi nimeona usingizini, anni adbahuka, kwamba mimi natakiwa nikuchinje wewe. Fandhuru madha tara, tizama una maoni gani katika hili. Hii ilikuwa ni kipimo cha imani kwa Nabii Ibrahim juu ya mtoto wake Nabii Ismail. Akasema mtoto ambaye ni Nabii Ismail, qala ya abati, akasema ee baba yangu, if'al ma tu'mar, fanya kile ambacho umeamrishwa, kile ambacho umeletewa wahi, satajiduni insha Allah minas sabirin, na utanikuta mimi apendapo Mwenyezi Mungu nikiwa ni mwenye kuvumilia juu ya hukumu hiyo ambayo Allah subhanahu wa ta'ala amekutaka wewe unichinje. Basi tukikikata kisa hicho baada ya kuonekana kufaulu kwao, Allah subhanahu wa ta'ala akasema, wanadainahu ayya Ibrahim. Maana kisa kinasema kwamba alimtoa mwanae akaenda akamweka mahali pale panapoitwa Mina, na akakiandaa kisu
kisu kile ambacho alitakiwa akijaribu kwenye jiwe kiwe ni kikali mno, mara pale atakapomchinja mwanaye kiwe si chenye kuguma katika kumkata shingo mwanaye. Baada ya kuonekana wamefaulu mtihani huo, Allah subhanahu wa ta'ala anatuhadithia, anatusimulia ndani ya Qur'an, wanadainahu ya Ibrahim, na tukamlingana kumuita Ibrahim, kad saddaqta ruya, hakika wewe umeukubali wahi, umeifanya kweli ndoto yako. Inna kadhalika najzi muhsinin, basi kama hivyo na sisi tunawalipa wale watu wenye kutenda mema. Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala akampasisha mtume wake kwamba umefaulu wewe, baada ya kuwa ni mwenye kutoka uende ukatekeleze ile ndoto iliyokuja kwa njia ya wahi ya kutaka ya kwamba wewe umchinje mwanao. Basi akasema Nabii Ibrahim, inna hadha la huwa albala'ul mubin, hakika huu ni mtihani uliokuwa wazi kabisa, huu ni mtihani uliokuwa mkubwa kabisa kwangu. Bila shaka Allah amenitahini kwa mtihani uliokubwa. Angalia namna ambavyo watu wema hao waliotangulia, Nabii Ibrahim baada ya muda mrefu kuwa yeye amekosa mtoto, anakuja kumpata mtoto, inakuja amri ya kwamba yeye amchinje. Mwenyezi Mungu akamtahini kwa mtihani huo, na yeye akawa ni mwenye kufaulu, yeye na mtoto wake Nabii Ismail wakafaulu wafade. Allah subhanahu wa ta'ala asema wafadainahu bidhibhin adhim, na tukamkomboa yeye Nabii Ismail, tukamkomboa yeye Nabii Ibrahim kwa kumletea kichinjwa kilicho kitukufu kabisa kikubwa, naye ni mwana wa kondoo aliyetoka peponi. Na hilo watarakna alayhi fil akhirin, tukaliacha hilo kuwa ni alama kwa wenye kufuatia, wenye kuja mwisho, kwamba namna gani Allah subhanahu wa ta'ala anawatahini waja wake wema na wakawa ni wenye kufaulu. Kwa hiyo ndugu zangu katika imani, hiki ni kisa kirefu, nimejaribu kukigusagusa, lakini nia na madhumuni darasa yangu nataka tuone namna gani umuhimu huu wa kuchinja katika siku ile kubwa ambayo inaitwa ni Yaumun Nahri, siku ya kuchinja, siku ambayo mahujaji wanakuwa katika ardhi ya Makka katika sehemu inaitwa Mina kwa ajili ya kutekeleza kichinjwa kile. Kwa hiyo ndipo ikaja kuitwa hii ni Idi, Eidul Adha, Eidul Udhiya, idi ya kuchinja. Na hili neno adha asili yake ni jamu udhiya bidhammi la hamzati wa yuzu kasriha. Hili neno asili yake ni hiyo kwamba ni udhiya, ni kitu chenye kuchinjwa, au iwe ni kwa dhumma udhiya au adha au idhi bidhammi la hamzati wa sukuni wa kasri la hai baadaha ya. Kwa hiyo hili neno la kuchinja shar'an kisheria, ma yudhbahu fi ayyamin nahr, kitu kikiitwa ni udhiya ni kile ambacho kinachinjwa katika siku ya kuchinja, nayo ndio ile siku ya Eid. Allah subhanahu wa ta'ala ameapa kwa masiku haya ambayo tunayo pale aliposema baada a'udhu billahi minash shaitani rajim wal fajri wa layalin ashr. Allah ameapa kwa alfajiri ya ile siku ya kuchinja ambayo mahujaji wamesimama Mina, na akaapa kwa masiku 10 ya mwezi mfunguo 3. Kwa hiyo tunatakiwa tutekeleze ibada hii ya kuchinja. Katika hadithi iliyopokewa na Anas bin Malik radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, kwamba mtume sallallahu alayhi wasallam kana yudhahi bikabshaini amlahaini aqranaini, alikuwa mtume sallallahu alayhi wasallam ni mwenye kuchinja kondoo wawili amlahaini, yani ambao inaposema amla ni wale ambao ni akthar bayadhi, ni ambao ni weupe mno, kondoo ambaye ni mweupe mno ambaye alimchinja. Aqranaini, anaposema aqranaini maana yake maanao anna qawaimahu wa batanahu wa ma haula ainaihi aswad, ni kwamba miguu yake, macho yake yanakuwa ni meusi. Sifa ya mnyama ambaye alimchinja Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa ni kondoo mweupe mno, kondoo mweupe sana, mweusi sana wa macho, mwenye miguu meusi. Hii ni sunna, unapompata kondoo basi mchinje wa aina hiyo, ingalau sharti haikusatiza sana kwamba zaidi lazima ni kondoo, ila ukimpata mbuzi anafaa
Na hii ndivyo ambavyo tumeelekezwa namna ambavyo utakwenda katika kuifanya ibada hii ya kuchinja. Allah subhanahu wa ta'ala akaja kumjuza mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam baada ya kusema ndani ya Qur'an, inna a'tainaka al-kauthar, hakika sisi tumekupa wewe Muhammad khairi nyingi. Inna a'tainaka ya Muhammad, hakika sisi tumekupa wewe Muhammad al-kauthar huwa narun fil janna. Kauthar ni mtu ambao uko peponi, lakini hapa mfasiri wamekwenda kwamba wamefasiri hii kauthar kuwa ni khairi nyingi. Fasalli li rabbika, basi mswalie Mola wako wewe Muhammad pamoja na umati wako. Fasalli li rabbika, basi mswalie Mola wako. Wanhar, na chinja wanyama. Hapa ndipo tunapata maana shahidi, ambapo tunapata ushahidi wa namna ambavyo sisi tunatakiwa tuiendee siku ile ya Eid, kujumuika na wale mahujaji ambao wako katika uwanja wa Mina wakitekeleza ibada ya kuchinja. Ama ya tunayopata hikmatu mashru'iyatiha, hikma ya kule kuwekwa hii ibada ya kuchinja, atakarubu ila Allah. Jambo la kwanza, kwa nini tunachinja? Ni atakarubu ila Allah, ni kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu. Na hapa ndio unapoona faida ya kwamba sisi ambao hatukubahatika kwenda hija, lakini kumbe tunaweza tukashirikiana na wale mahujaji kule katika ibada ile, kwa sisi siku ile na sisi kutafuta vichinjwa vyetu tukaweza kuvichinja, wakiwemo hao kondoo, ima mbuzi. Kwa hiyo hikima ya kwanza ya kuwekwa ibada hii ni atakarubu ila Allah bi zakati dimai anna min afdali taati wa ajmalul aadat, kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu, kwa sababu hii ni mojawapo ya toa iliyo nzuri ambayo Mwenyezi Mungu anaipenda mno kwa wale wote ambao watajaliwa kuwa na mnyama katika siku ile ya Eid kuchinja. Wakati karana Allah Ta'ala ma salati fi ayati min al-Qur'an al-Karim, minha qawluhu ta'ala qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Angalia hili jambo la kuchinja, Mwenyezi Mungu amelikutanisha na ibada ya swala, kuonyesha kwamba kuchinja nayo ni sehemu ya ibada ambayo Mwenyezi Mungu anairidhia mno. Wa kauluhu subhanahu wa ta'ala, na lile neno lake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala aliposema fasalli li rabbika wanhar, anakusudia kusema allati takau fi dhalika al-yawm al-'azim yawm an-nahr al-akbar, yani ile tukio linalofanyika siku hiyo nalo ni kuchinja katika ile siku kubwa, siku ya Eid. Na fiha alqiyam bi shukrillahi ta'ala, moja ya hikima nyingine ya sisi kwa nini tunatakiwa tuchinje ni kushukuru neema ya Mwenyezi Mungu mtukufu, ala tawali ni'amihi bisalamati al-umri wal-aqli wad-din, vile ambavyo Mwenyezi Mungu ametutawalishia kutupa afya, umri, kutupa akili zilizo nzuri na kutupa dini hii iliyo madhubuti kabisa. Waqtidaa bi abil anbiya Ibrahim alayhi salatu wassalam, na kule kumfuata baba yetu Ibrahim, ishuke juu yake rehema na amani. Hii inakadama waladahu qurbanan lillahi ta'ala wa ta'atihi, zama pale alipotaka kwenda kumchinja mwanae kwa ajili ya kujikurubisha kwa Mwenyezi Mungu mtukufu. Fafadahu Allah Ta'ala bikabshi, Mwenyezi Mungu akamnusuru yeye, akamkomboa yeye Mwenyezi Mungu kumletea mwana wa kondoo. Fakanat sunnatun min baqiyati anbiya'i, min baqiyati abina Ibrahim, ikawa hiyo ndio sunna ambayo imebakia, imesalia, tumeirithi kwa baba yetu Ibrahim. Jaddadaha nabiyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunna ambayo aliijadidisha, aliihuisha, aliifanya ni endelevu bwana mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na hikma nyingine tunayoipata ya kuchinja katika siku hiyo, fiha al-farh wa surur, katika siku hiyo ni siku ya furaha, ni siku ya kufurahika, ya kuwalisha familia ya ndugu na jamaa, kuwapa sadaka hiyo ya mnyama huyo. Fi hadha al-Eid al-Islami al-kabir, katika siku hii ya Eid ambayo ni kubwa. Wa fiha hikamun wa asrarullahi ta'ala, na katika siku hiyo pana hikma kubwa na siri za Mwenyezi Mungu zilizokubwa, ambazo la tudraku minha al-afham, hakuna fahamu za wanadamu ambazo wanaweza wakazizingatia, ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea. Walulu bikadri taqatiha, na akili kwa kadri ya uwezo wake ambavyo inaweza ikadhibiti hikma ambazo Mwenyezi Mungu ametuwekea kutekeleza ibada hii ya kuchinja.
Hivyo ndugu zangu katika imani, masharti na utaratibu wa kuchinja, asiwe ni mnyama ambaye ni mgonjwa. Tunatakiwa tumchinje mnyama ambaye ni mzima kabisa. Angalia Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi iliyotoka kwa Jundab bin Sufyan radhiyallahu anhu, qala shahidtu al-adha ma rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Mtume asema nilimshuhudia Mtume sallallahu alaihi wasallam akichinja. Falamma qada salatahu, zama alipomaliza kuswali, binasi na watu, nadhara ila ghanam kadhubihat. Huyu mnyama ametakiwa tumchinje baada ya swala. Alikuja mtu mmoja akawa ni mwenye akaulizwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam, umechinja? Akajibu, nimechinja. Ndio ya Rasulullah. Mtume akasema, huyo ni sadaka miongoni mwa sadaka. Ama kuchinja kwa kisharia kunapotakiwa ni kuchinja baada ya imamu kumaliza swala ya Eid al-Adha. Hivyo katika masharti ya kuchinja siku ile, tuchinje iwe ni siku baada ya swala ya Eid, na awe mnyama yule asiwe ni mgonjwa, asiwe ni mwenye ila labda amekatwa mkia, awe ni mnyama timamu, asiwe amekatwa masikio. Na vile vile katika masharti ya kuchinja, baada ya kuchinja mnyama yule, nyama ile haiuzwi, natakiwa uitoe. Na wakati wa kuchinja ulitaje jina la Mwenyezi Mungu, na uwe umekinoa kisu chako kiwe ni kikali. Na wanaostahili kupewa ni maskini, mafakiri na yatima, wajane, wale wote ambao siku ile watakuwa ni wenye kuhitajia, hao ndio wenye kutakiwa kupewa sadaka ile. Utaigawanya sadaka ile mafungu manne. Fungu moja ni lako, fungu lingine utawapa wale wenye kuhitajia miongoni mwa mayatima, miongoni mwa maskini, mafakiri. Hayo ndio ambayo inatakiwa kutekeleza katika siku hii. Kwa hiyo kwa mwenye kuchinja kondoo, ima mbuzi, kondoo anabeba uzito wa mtu mmoja, ima mbuzi anabeba uzito wa mtu mmoja. Ama mnaweza mkakusanyana watu 7 mkachinja ima ng'ombe, ima ngamia, huyo atakuwa anabeba uzito wa watu 7. Baada ya kufanya hivyo, utakuwa umeitekeleza ibada hiyo, utakuwa na wewe umeshiriki kuzipata fadhila za siku hiyo ya kuchinja, ambayo Allah subhanahu wa ta'ala ameapa ndani ya masiku hayo, walfajiri wa layali al-ashri. Allah subhanahu wa ta'ala anasema naapa kwa alfajiri ya siku ya kuchinja na masiku 10 ya mwezi wa mfungo 3. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, atujalie kuwa wenye kuitekeleza ibada hii ya kuchinja, na tuzingatie masharti haya kwamba nyama ile haiuzwi, na nyama ile ukishachinja huili wewe peke yako, bali unatakiwa uitawanye kwa wale wenye kuhitajia, ili fadhila na malipo ya siku ile uweze kujumuika na mahujaji. Mwenyezi Mungu atujalie kila la kheri, wa kamalu billahi wa billahi tawfiq. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.